tulikaa hapo the whole day. Tutoka hapo saa 3 ya usiku, mnajua hivyo. Tukamkaisha, tukaambiwa tuwezi ingia ICU, tukakaa hapo nje, tukalia hapo nje. Siku nyingine tukikuja asubuhi tukakuta bado Betty si mzuri, na tukaambiwa hiyo sasa ilikuwa inaitwa acute myeloid leukemia. Tukaambiwa ilikuwa imejificha kwa mwili. Ndio maana hata Betty alikuja kwa chama, alikuwa anasema, mnakumbuka, acha ni secretary, alikuwa secretary wetu, lakini angesema wacha nilale kidogo alafu mtaniamsha. Tunamuuliza ati hei dakika ile nyambe ngome. So wakati niligoogle about myeloid, as acute myeloid leukemia, that monster, niliona inakupatianga fatigue na inafanyanga uwe na kichwa. So wakati wa mwisho tulikuwa chama kwa Wakafura, Betty aliniambia nimekuja na gari but sitaweza kudrive, ni bebe. Na nikimbeba karara kwa kiti ya nyuma, ananiambia yes, kwa sababu already sasa hayuko vile alikuwa anafaa kukua. Kama tungemwambia andike akiwa secretary, anaandika turaini tuwili, analala. Hivyo ni kusema hiyo ugonjwa ya Betty imejificha kwa mwili kama miaka 3. Kuna wakati sasa, maybe wakati tunafikiria ni wakati wetu wa mama, wakati wa periods zinakuja, zinapita ile wakati inafaa kupita. So ile kitu nimejifunza na hii kifo ya Betty, naweza ambia kila mama na wanaume, tukubali kusikiliwa, tukubali kuangaliwa. Utimudo jaba hemurimo aikoro murimo se no awithia wa irimo. Utimudo jaba hemurimo waimwana ni strong, wanoso ni mwenye roite baranyiki. Mnajua zile vita ameshinda, hata wengine wetu tungepigwa hivyo tungekufa, lakini Betty alisimama na Betty alikuwa strong. Hata wakati wake wa mwisho, wakati kwa sababu hiyo siku alipoteza speech, na wakati niliona speech imeenda, haongei na mimi, nikimguza haongei, nikimwongelesha akiwa ICU anisikii. Nikaambia kina Bengedai na kina Kigongo hapa na Lois, nikamwambia tuite watoto wa Betty kwa sababu tunataka kumpiga transfer aende Kenyatta. Tumeambiwa Kenyatta ndio wanaweza treat, wakuje ndio sasa aende chemotherapy. Tulikuwa tulisema saanze chemo. Nikamwambia tuite watoto wa Betty waone mama yao, kwa sababu waliacha mama mwenye anaongea, na waliona damu kwa stairs, na walikuwa wanauliza mama yetu uko wapi, why is my mother. Walikuwa nafikiria mama yao alichinjwa ama something happened. Nikamwambia tuwaite watoto wakuje hapa waone mama yao tukimhamisha. Tukagoja hapo mpaka 6. Nakumbuka wakati huo tuliacha bili, tulikuwa tumeacha bili ikiwa 600, but kugojea masaa mawili tupate kitanda kwa Kenyatta, bili ikapanda to 800 na hatukuwa na pesa. Kigongo alikuwa anapigia mpaka watu wajui Betty, marafiki wake wenye wanajua kuweka mambo wakiwa wamenyamazia. Na ni vizuri kama uko na rafiki ama kama wewe ni rafiki ya mtu, please usitengeneze content na mama ya mtu ama na rafiki yako. Pesa ya YouTube inaisha, pesa ya Facebook itaisha, lakini ile heshima utaheshimisha mama ya mtu, kwa sababu hiyo ni mama ya mtu, itadumu. Wakati huo tulichanga 300,000, tukapigia mpaka Moses pia akiwa Dubai, nikamwambia tusaidie. Nikapigia sister ya Betty ako US, alitusupport sana, akatuma 50,000. Sisi tukaongezea pesa yetu tulikuwa tumetoa, na kwa sababu tulikuwa tumeambia madaktari hatutaki akae hapo. Nakumbuka Jane Mugoni alikuwa anaenda hapo anagonga meza, hatutaki akae hapo for 1 month. Vile tuliambiwa pesa, tukarudi nyuma tukaambiana, Garia akatuambia sisi tumeaibika, vile tulikuwa tunagonga meza tukisema hatutaki akae 1 hour, lakini tumekosa pesa. Nikamwambia tukazipata, tukalipa bill, watoto wa Betty wakakuja. Nakumbuka wakati Sky aliona mamake, kwa sababu Betty alikuwa amefungua macho, na alikuwa anafanya hivi kwa sababu anashangaa ni nini kishingo yake imefanya, bata juu amegongwa na stroke ya side moja. Wakati alitolewa na kitanda 7 then hivi akatolewa hapo,
akaangalia watoto wake ni kama alituangalia sisi wote. Naangalia Jane Muthoni, anaangalia mimi akiwa kwa kitanda, anaangalia kila mtu. Alafu akaangalia watoto wake akawajua. Machozi yake ikaanza kutiririka. Akalia. Sky akasema anataka aingie hiyo ambulance na yeye amwambie kitu. Sky akamwambia, "Mom, I know you are afraid. You are going to fight this cancer. Utatoka hapa mama." Akapiga magoti kwa ambulance. Ndio, Mungu usiache mamangu akufe. Kile wakati tulifika Kenyatta, tulikaa tu siku 2 na angetritiwa. Already cancer ilikuwa imemkula, akiwekwa damu inakunywa. It was too late. But vile naweza waambia kama anafikia Betty, hatujaruzi. Na ile kitu tunaweza fanya ni kusimama na watoto wake. Kama vile Sir James anaweza simama na wambui wangu nikiwa nimeenda. Tusimame na watoto wake. Na usiache ile pesa Betty ametafuta. Tuwe watoto wake. Wacha Sky siku moja asituulize mamake alikuwa slave na huyo mtoto hana kitu. Wenye wanatengeneza content watengeneze tu na jina lake. Lakini sisi tutasimama na watoto. Tutasimama na Sky. Tutasimama na Dani. Na watasoma. Kwa sababu hakuna mtu hawezi enda. Naweza enda kesho. Baboi wangu naweza jua kuna watu, kuna marafiki. Na kuna wazazi wengine. Saa hii sisi wazazi wa Sky na Dani na watasoma. God bless you.